ila pia unafundishwa vitu ambavyo haviko darasani. Kila mtu na mzigo wake, siri zimejaa ndani yake, mapenzi, utapeli na machozi ya moyo. Ndani ya kapu la chuo hakuna aliye huru. Wengine wanaishi kwa mbinu, mimba zinakuja kimya kimya tu. Unacheka mchana usiku na waza kesho. Maisha chuo sio lele mama bro. Miaka mitatu minne inapita fasta, marafiki wengine wanapotea njiani, lakini ukivuka salama na degree mkononi, unajua ulipigana vita usionekana. Kapu la chuo, kila mtu na mzigo wake, siri zimejaa ndani yake, mapenzi, utapeli na machozi ya moyo. Ndani ya kapu la chuo hakuna aliye huru. Wengine wanaishi kwa mbinu, mimba zinakuja kimya kimya tu. Unacheka mchana usiku na waza kesho. Maisha chuo sio lele mama bro. Anayetibia ni sisi wenyewe au wanatokea off campus? Maana juzi nimekuta jamaa wangu anaambia kwamba kaibiwa kiraki yake. Umeibiwa tena? Jamangu, yaani leo asubuhi wezi amini, nimefua jenzi yangu nikayania kwamba jioni nivae, lakini cha maajabu nakuta nangu sidoko. Yaani nimeumia mbaya mno jamangu. Asipole. Sijali mwanangu, yaani bomu likitema taunua nyingine, sema kanaribia sana majipu yangu yani. Sema inawezekana nyinyi kwa nyinyi mnachezana mchezo. Hawezi kutokea mtu off campus aje huko kwa waibie. Hiyo itakuwa ni ngumu. Alafu na wewe mtoto wa kiume unaishi hostel hapo chuo. Sijali mwanangu, na wewe uzembe life mwanangu, hili mwanangu sasa tutafanyaje? Mungu wangu, maisha magumu hivi, mimi nitafanya nini? Bomu limekata, nadaiwa hela za assignment. Nachoka mimi, nisema hata nifanye nini? Au nikubali ule mpango wa rafiki yangu? Ila na penyewe hiyo itakuwa ngumu kwangu. Ila yote sawa tu, mimi ngoja tu nikubali. Basi mama akija kujua kwa mimi nafanya hiyo kazi, sasa atanichukuliaje? Mungu wangu. Unaonekana unasoma lakini uko mbali. Shida nini? Hamna shida. Hamna shida. Na siku hiyo ulisema nilikwambia utanitafuta, mpaka sasa hivi hujanitafuta. Una tatizo gani? Kuna mambo mengi hatari. Mambo mengi. Basi chukua hii itakusaidia. Chukua itakusaidia. Afu utanicheki sawa? Mungu jamani. Mary. Mary. Hivi nimeona kwa macho yangu au nilikuwa naota? Yaani wewe sasa hivi unakudate na Rekta kweli? Cha ajabu kipi? Wewe si ndio ulikuwa unasema kwamba unanipenda mimi? Ulali kwa ajili yangu. Nisilale kwa ajili yako. Nilikuwa nakupenda kwa kipindi kile.
Shanisikia. Kipindi kile kweli nilikuwa nakupenda, kwa ungenikubalia tungekuwa wote, ukajikuta unaleta mashauri mengi, mtoto wa kiume unajishaua. Hivi Nilikuwa nakufikiria, unajua kuingia kwenye mahusiano mpaka kufikiria kwanza. wewe unanifikiria nini? Yaani unafikiria nini? Kwa unataka kutengeneza bomu ndio maana ulikuwa unafikiria. Yaani niache nisha move on nikute. Uko tayari, mimi siko tayari. Niko na watu wenye pesa zao. Sasa mpani yaani bila hizi. Umpati yaani upati yeyote. Niko na mwanaume anayejitambua huko baba. Kwa kipindi kile nilikuwa nakutaka baba, kutesa kwa zamu, sasa hivi zamu yako. Na tena usinizoee. Kwa sababu ndio una date na lecture unajua. Sio lecture tu, yeyote yule ambaye mwenye hizi mimi napita naye. Kwa mapenzi yako sasa hivi yanaongoza. Taarifa ndio hiyo. Hapana, usifanye hivyo. Nisifanye hivyo nini? Usifanye hivyo. Usifanye hivyo basi. Niache bana, niache. Shida nini? Shida nini? Nisikilize wewe. Kipindi kile nilikuwa nakupenda sana. Nililia kwa ajili yako, ukajikuta unaleta mashauri mengi, mara sijui Esther, sijui nini. Hasa kwa kipindi hiki. Sina shida naye, mimi mwenyewe na date na lecture. Sio lecture tu. Yeyote mwenye hizi. Na tena siku nyingine ukiniona mimi hapa sehemu yote ile usiuliza kosa langu ni lipi, mbona moyo wako haunioni? Nimekupa kila kitu ni wengine wanapotea njiani, lakini ukivuka salama na degree mkononi, unajua ulipigana vita usionekana. Mambo vipi? Fresh. Poa. Kabisa. Poa mwenyewe. Ndio. Oya. Bwana, unaweza nikuuliza hapa. Hivi rafiki yako yule ambaye alikuwa anaonekana mtu wa matari sana yule. Yaani kama Doni, yuko wapi? Yupi leo? Yes, ni yeye. Yaani alikuwa anaonekana ni kama mtu wa matari ya juu, yaani hela anazo. Range. Unataka kupata matatizo. Kazi gani amefiwa? Hamna, amedisco. Eh? Amedisco kwa hivyo tuko na hicho wote. Disco? Unajua bwana kudisco huwa chuoni. Ni kitu rahisi sana. Yule pale alikuwa anaonekana na mambo mengi sana. Yaani kuna muda mwingine hata vile alikuwa uzuri hivi vipindi. Unaona? Na mimi tu nikushauri kitu kimoja. Yule alikuwa rafiki yako, unajua kuna baadhi ya tabia atakuwa akuambukiza. Unaona? Yule alikuwa analuka majoka. Yaani nimekutana naye baa sana. Unajua mimi mwanaume lazima ninuke. Nimekutana naye baa sana. Kwa hiyo zile tabia zile nahisi ndio chanzo ya disco. Unaona? Kwa hiyo kama kuna tabia kidogo kuambukiza, achana nazo. Achana nazo. Soma tu. Ndio hivyo. Kwa hiyo kujiona matawi kote kule maskini ya Mungu. Hivyo bana, tumedisco tuko naye show tena. Huenda hizo nazo zikawa sababu au alikuwa na mambo mengine si hatuelewi. Hamna sababu ndio hiyo. Yule alikuwa nikuruka njia sana yule. Alikuwa anaruka njia sana. Alafu alikuwa na pretend maisha, yani kama matajiri kumbe hoe hai kama sisi. Sasa acha basi acha akaolewe. Lakini la inauma sana yani. Hebu tumachie Mungu tu. Okay, na shida bwana, mimi nilikuwa nakuulizia maana nilikuwa simuone hapo kiasi tunakuona peke yako. Poa, si tupo. Hamna noma. Inafaje msera wangu? Fresh. Kama mambo mengine. Dua. Simama hapa mwanangu. Mwanangu nilikuwa nataka nikaombe maxi mwanangu. Unajua sijafikiria kozi weke hapo. Bado maxi moja tu. Mbona hizo kama la kwangu mwanangu? Uhakika wewe unakwenda unafunga. Mwanangu mimi napelea tu 6 ni kaione huyu mwanangu. 6? Ndio mwanangu. Keli na kuhusu. Sienda hapo kwa lecture hapo afu. Sijamkuta kafunga mlango. Sijajua akaenda wapi. Takuja tunaona yuko anapandisha hapo kwa kumsubiria. Ngoja aje tukaje. Sio, vipi mbona mmekaa? Sisi na wewe tu Lex. Una shida gani? Ndio. Shida gani? Na shida na wewe. Leo mseme mna shida gani? Una shida gani? Naomba Max. Naomba Max. Ndio.
Wewe umepeleza ngapi? Maksi 6. Maksi 6. Wewe unaniachia nini? Na wewe? Moja. Moja. Sehemu moja upa. Niteleza kidogo. Sasa malaika kabisa. Sasa nadhani kuna wengine wengi ambao hawajafikisha. Sasa wewe si anatafuta hao wenzio ambao hawajafikisha, afu ule muda wa semina ule wote na usimame. Uambie tukutane siku nadhani wiki ijayo. Muda wa semina kwenye changamoto zote. Waje. Afu waje na sababu. Na ujiandae kwa lolote. Sawa? Ile assignment ndio ngapi? Assignment? Yeye ndio. Ongelea mambo ya assignment. Au ni siri yako? Shaua ile. Mwanangu ile assignment mwanangu naongea sana. Unajua watu tumelalamikia sana. Yaani kwa mfano kama mimi. Natumia kama 15 station. 15. Unajua kazi ya video ile lazima ijae kidogo, yani kibunda. Nafanya kazi mwanangu, afu naangalia max zimepandishwa. Sasa mimi na 2 ya 10. 2? 2 ya. Maana kaweza ona kapi au ndo wale tunajifisha. Kwa kweli mimi na mambo mengi. Kwa hata assignment ambazo mnatolewa, mimi wanalipa hela mtu ananifanyia. Sinaelewa. Mimi si focus sana na assignment. Matokeo yamepandishwa, angalia hapo, utaingia uangalie. Lazima niue. Ushapandishwa. Max ndogo sana. Kusoma unaweza kusoma lakini usifaulu. Kwa sema mimi nikushauri. Usifocus sana kusoma. Sasa kuchona za nini tu? Kuna maisha baada ya chuo. Mbona wengine tunasoma huku tunapiga winga, tuna biashara, lakini mambo na kufaulu tunafaulu pia. Sasa mimi kwa nini nini tuone? Sasa umekuja kusoma, lakini ukimaliza kusoma utaenda wapi? Sasa kwa nini unasema nisifocus kwenye kusoma? Si kama kusoma ndio focus maisha. Mwanangu, kama una focus na kusoma, we focus. Mangu mimi of course mimi na nyuma tu kwenye mjaji wa Max kuona. Shida ya Max. Kuna wengine hawajafanya hata assignment hawafanya hapo nyumbani tu, lakini Max wanazo. Ndio usikilize sasa. Kwa mfano mimi hapa sijawahi kuingia class, lakini nikitaka assignment mbona tu mkwanja ipo kule, tunapiga hela sana huko mitaani. Wewe umekomaa tu kila siku darasani, kila muda upo Vimbwetani unakomaa, unapata 2. Sisi ambao tupo kitaa kule tuna kidogo tu mkwanja, tuna mambo yanaenda. Mtoto hapana nayo mimi, wewe ni aje? Wewe mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume angalia kitu kimoja. Sikia ni gani? Na ukizingatia sasa hivi ajira hazipo. Kwa hiyo ukifocus kusoma unaweza kumaliza chuo au na sehemu ya kwenda. Ni bora sasa hivi ukiwa chuo, angalia hata biashara ndogo ndogo ambazo utakuwa unazifanya ukiwa unaweza kupata muda wapi. Unajua uweze kuingia kila siku darasani, kila siku sijui Vimbwetani. Huo ni uzembe. Angalia ratiba yako. Kuna muda utapata uza hata vitu kaza ili ukitoka chuo upate basi namna ya kuanzisha maisha ya kitaa. Mungu unakomalia tu kila siku Vimbwetani. Vimbwetani vya watoto wa kike. Mwanaume unakaja Vimbwetani kila siku. Dharau sasa hivi. Mimi nakushauri. Kweli unaongea points hiyo. Ni ushauri lakini naweza kukuzia.